Ndugu zangu, kuna sahaba, si sahaba, ni tabi'i, lakini alikuwa huko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiitwa Uwais al-Qarani. Huyu bwana alikuwa na mamake mtu mzima. Alisilimu akasikia habari ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa atamani sana kwenda Madina aonane na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Imani kiko kitu cha zaidi mtu anachokisafaa kukitamani kama kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam live? Wallahi hakuna. Hata Al-Kaaba haishindi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Mungu atujalie na sisi tumuone usingizini na kwa macho live. Ukitamani utamuona, na ukimuona hutaona kwamba kuna kitu umekiona kilikuwa kizuri zaidi yake bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa kuwa Uwais bin Amir al-Qarani ameacha kwenda ku Madina kuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam live kwa ajili ya kumtumikia mamake. Sikuwa hajui thamani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini na mama nitamwachia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa wasia Sayyidina Umar na Sayyidina Ali, utakutana na Uwais al-Qarani, mkutana naye mwambie waombe dua na watake istighfar. Yaki, kuna mtu hataweza kuombea dua zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna mtu anaweza kuombea maghfira zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Muyue fadhila ya kukaa na mama. Hata wewe uliona mimi dua ya yule alomsimamia mamake akaacha kuja kuonana na mimi kwa ajili ya mama, dua yake ina nguvu zaidi, dua yake ina umuhimu zaidi. Si kwa kunishinda mimi, ina umuhimu kwako wewe uipate. Wewe ulioniona mimi, wewe uliosikia dua kwangu mimi, ya salam. Kwa nini leo tuna vitu tunavithamini zaidi ya wazazi? Pengine mzazi akuita nitilia chakula, wewe ambia ma kidogo namalizia hapa, au nina simu. Unajua ukiwa ndani ya swala, nafikiri labda pengine baadhi yetu hatujui maana kuswali ni nini. Usema kuswali ni kuswali. Kuswali ni kuzungumza na Mwenyezi Mungu live, ndio maana yake. Walillahi almathalul a'la. Kadiria wewe wazungumza na president au ule unayemuona ni mtukufu katika ulimwengu, ule ambaye ni muhimu sana. Wewe kwako, ni kwangu, ni wazazi wangu, kisha walimu zangu. Wewe yule kwako muhimu zaidi, ule kiongozi unayemuona muhimu, unazungumza naye, alafu aje mtu wa kawaida tu akuite, utaacha mazungumzo na wewe ulikuwa una hamu kuzungumza naye? Haingiliki akilini. Mimi siku zote natafuta nafasi ya kuzungumza na rais bwana, leo nazungumza naye hapa, wewe ndo aniita, au kuna simu yaita, utakata wale mazungumzo, utamwambia Mr. President, excuse me. Haiwe kumngaliki akilini. Huyu ameniambia ana haja na mimi, kisha wewe pokea simu acha mimi. Haingiliki akilini. Sasa wewe wazungumza na Allah kwenye swala, Allah wazungumza naye live. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia, ikiwa waswali sunna na mzazi wako amekuita, kata mawasiliano na mimi, kamsikilize yeye. Kuna zaidi hilo? Acha mawasiliano, acha mazungumzo, acha kuzungumza na mimi, msikilize mzazi wako. Haswa ukijua mzazi wako lao nikimwambia nilikuwa na swali ataona vibaya. Lakini kiole mzazi, hakuna neno mwanangu, kama kwa swali hakuna neno. Kwa swali Mungu akutakabalia. Sawa, endelea. Lakini ukijua atakasirika, Mungu ashakuruhusu, kata swala, kamsikilize. Madamu swala ni ya sunna, kumsikiliza mzazi ni faradhi. Wewe wazungumza simu tuna darling, au sijui mshenzi gani, sijui nani gani, wewe mpumbavu gani, mamako anakuita, naambia mama, msikia mama ananiita huko, lakini waache tumalize. Subhanallah. Au wazungumza na mtu tu kawaida, simu ya mama hiyo, mwambie yule mtu, samahani bwana mamangu, samahani babangu, boss, sisi tunazungumza na pema, najua tunazungumza, lakini hii simu ni kama hangenipigia ila ana haja na mimi, hata kama atakujulia hali tu.
hata atakwambia I miss you. Very nice word. Subhanallah. Mama anakuambia nitilie chakula, niletee maji, wewe angalia kipindi. Wewe azungumza na simu, wewe achati. Wewe itaka pepo ipi? Pepo ya Mungu iko chini ya radhi. Yaani ya kufanya mambo yatakao kuwa Mungu yaridhia, na mambo ambayo Mungu yamridhia ni kuwaridhisha wazazi. Ndugu zangu, tusipime kuwatendea zema wazazi wawili ni kuwanunulia magauni tukatosheka, kuwalipia nyumba tukatosheka, kuwapa chakula tukatosheka. La. Ihtiram, kuwaheshimu, kuwaweka juu ya, kutanguliza mahitaji yao kuliko kutanguliza furaha yao, hata ikiwa kwa sababu ya dhiki zetu. Uhakikishe huli la wazazi wamekula, hulali la wazazi wamelala. Anachotamani hakukwambia nifanyie, amekwambia tu natamani mpate TV ya Android, natamani na mimi siku moja nitumie Samsung. Wae, wangoja nini? Kuna watu wanunulia wake zao simu kila siku mpya, hajajaliwa kumnunulia mamake simu mpya. Mnunulie, mwache mama kwambia mimi sina haja. Mimi muhimu simu mawasiliano. Aliulizwa sahaba, lao mimi nimembeba mamangu mgongoni kutoka Yemen, nikaja naye mpaka Maka kwa miguu, nikatufu naye, nikasaya naye, je, nitakuwa nimetekeleza haki yake? Kwamba mama yeye alinilea kwa taabu. Ni akamwambia wala zafara min zafarati alwilada, hata kule kupiga maguu, kile kitunu cha kuzaa, kile kelele za kuzaa, bado kuna kulea, kuna Siku moja mtoto alimwambia mamake, mama mimi nataka nijitahidi nikulipe fadhila zako. Akamwambia huwezi mwanangu. Akamwambia naweza. Bas wakawa wamesafiri, wamekaa kwenye usafiri. Mama muuliza, mwanangu hii nini? Yule amwambia hii kadhaa. Jalia wewe ndani ya gari, ndani ya ndege, ndani ya boti, ndani ya meli, hii ni kadhaa. Akaketi, baada kidogo akamuuliza tena, mwanangu hii nini? Hii ni kadhaa. Waketi, baada kidogo, mwanangu hii unaniambia nini? Hii mama we, si nimekwambia hii kadhaa. Sawa. Wakaenda, mwanangu hii nini? Hii kadhaa mama. Hela ishike, hii kadhaa mama. Hebu hifadhi, hii kadhaa mama. Wakaenda, mwanangu hii nini? Hii mama, mfanye nini mpaka ushike we? Mekuwa fabia ala rabbikuma tukadhiban. Kila saa ukwambia mama hii ni kadhaa, hii ni kadhaa, hii ni kadhaa. Ambia mwanangu, najua hii kadhaa, lakini nataka nikufahamisha kwamba huwezi. Unaniambia nataka kunilipa fadhila. Wewe ukiangusha kibofu kile, nyonyo kile, mara 100 mimi kikiangusha mimi kitu kwanza kuweka mdomoni.